ilikuwa kuchukua pikipiki, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wangu Ahmad Bilali, kazi yangu ya bodaboda. Kabla maisha yako yalikuwaje? Kabla nina kazi, maisha yangu bwana yalikuwa ni mtihani, kutokana nilikuwa sina kitu cha kutega uchumi, lakini siku ya siku nimekuja kijiweni kukutana na vijana wenzangu, wakanishawishi, akasema chukua pikipiki ili ikiwezekana upate nini, upate pesa. Na kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, nimechukua pikipiki kwa kila siku darasa 10,000, familia yangu inakula, mimi mwenyewe nakula, umeona, na wengine anakwenda. Nini kilikusukuma kuja kwenye kazi ya bodaboda? Kitu ambacho kinanituma kuja kwenye kazi ya bodaboda kutokana hela kupatikana kwake rahisi, lakini kazi nyingine za kufanya kazi leo usipate hela, ukakata wiki, siku nyingine ufanyaje utapata pesa. Kutokana si watu kama sisi hatuna mitaji ile mikubwa. Changamoto gani kiasi unakutana nayo barabarani? Changamoto ni nyingi sana, kutokana na abiria, unataka kumpakia abiria ukielewana bei 3,000, ukafika sehemu husika, siku ya siku anakubadilikia, anakuambia na 2,000, umeelewa? Na hiyo siku nyingine tena unataka kumpakia abiria mwingine, unataka bana nipeleke Tororo, siku ya siku akakudhulumu, akakimbia, akachukua pikipiki na akakimbia. Ilibadilisha nini maisha yako? Kwa namshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa hivi maisha kidogo mabadilika, kutokana mpaka sasa hivi na pikipiki 2 na nyumba. Yaani ushawahi kupata ajali barabarani? Sawa, sije kupata ajali hata siku moja. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna ushindani gani kati ya madereva bajaji, bodaboda na bajaji? Bodaboda na bajaji. Kwa hapa kwetu bajaji hamna, kuna bodaboda tu. Kwa hiyo kuna ushindani gani kati ya bodaboda wenyewe kwa wenyewe? Sisi ushindani wetu kutokana na maendeleo jinsi alivyo. Kwa mfano tenda kukaa pale leo mpata shilingi ngapi, pale leo nipate 20,000, hivi leo nipate kuonyesha mjitahidi na mimi nipate kama kupata maana kwa nizidi mwanzangu. Wateja wana tabia gani hapo? Wateja kuna baadhi ya wateja wapo vizuri, kuna baadhi ya wateja wanakera kweli kweli, lakini isipokuwa sisi kama wafanya biashara kumuudhi mteja ni ngumu sana, tunavumilia tu, tunaacha. Sio kupata mteja aliyekuletea shida kubwa na ilikuwa mimi sio kupata mteja na kaniletea shida tena kubwa tu. Sawa kama wale wateja wale nimewapakia, nimewapeleka, kumbe lengo lao lilikuwa baya. Na lengo lao ilikuwa kuchukua pikipiki, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu sehemu ambayo nataka kunipeleka mimi nikagutuka, muona bwana, nikashuka, ikawa mtihani kidogo. Nini kinachosukuma kuendelea na biashara? Kitu ambacho kinasukuma kutokana kama nilivyokuambia mara ya kwanza, ndugu yangu, kama mara ya kwanza kutokana kimesukuma kutokana kuna riziki ambao unapata hela kila siku 100, 200, basi mambo yanaenda. Familia yako inaionaje kazi ya bodaboda? Inaniambia mpaka sasa hivi niendelee tena, akasema kama vipi ongeza pikipiki zingine, ikiwezekana wape na watu, hii kazi ni nzuri. Ni maana kazi ambayo hauwezi kukosa hela zipo. Unajisikiaje unapoizao kazi ya bodaboda? Anajisikia vibaya sana kutokana wao hawajui, kutokana wao hawajui na hawajawahi kuingia kwenye kazi ya bodaboda, ndio maana wanaidharau. Leta kwamba wameingia wakiona hii kazi ni nzuri, kutokana na ipo siku moja unapata 50,000, siku nyingine kama vizuri ukapata 40,000, bao kapata mpaka 70,000 nzima. Wale ambao watu ambao wanadharau hawajui na hawajawahi kufanya kazi, watu wanadharau kazi ya mtu ambao usijua. Kuna siri gani kwenye kazi ambayo watu wengine hawajui? Kuna siri gani kazi hii ambayo watu wengine hawajui? Kuna siri gani kwenye kazi hii ambayo watu wengine hawajui? Kwenye kazi hii siri. Siri ni kukomaa tu kufanya kazi. Umeona bwana. Kwa hiyo kazi hii labda siri labda baina wewe na mteja. Bwana, kutoa mpaka mjini ngapi labda nauli 40,000, nauli 15,000, nakupa 10,000 ndio baina wewe na wewe ndio siri. Au aidha kuna mtu ana kitu chake, jambo lake akakwambia, tabidi wewe kama ni bodaboda uwe na siri, kuuliza nini siri yake. Na wewe kutoka ungetoa mtaji mkubwa leo, ungeendelea na kazi ya bodaboda au ungeacha? Mimi nilipata mtaji mkubwa. Sasa nataka kama nilipata mtaji mkubwa bodaboda kuacha ngumu. Kutokana na hii ndio imenilea. Una hofu gani kubwa kwenye maisha yako ya baadaye? Na hofu? Una hofu gani kubwa kwenye maisha yako ya baadaye kupitia kazi ya bodaboda?
Hofu ninayo kutokana nimetokea mbali sana. Kama nimetokea mbali sana na maisha magumu sasa, maisha mazuri, ndio maana sina hofu nadhani. Kama ungepewa nafasi ya kwanza tena maisha, je, ungechagua kazi ya bodaboda? Chagua bodaboda, kwa nini? Nielewa.